Yesu alipokuwa naanza Injili alikutana na wanafunzi wake wa kwanza, Petro na Andrea nduguye. Akawaita, akawaambia, nimewaita kuanzia leo hamtakuwa wavuvi wa samaki tena, ila nitawafanya muwe wavuvi wa watu. Ukasema Mungu ametuita sisi kwa makusudi. Hatuko hapa kwa bahati mbaya. Sema amina. Mungu ametuita kwa makusudi. Kusudi kuu la kwanza la Mungu kutuita sisi ni ili tukaurithi uzima wa milele baada ya maisha haya. Maana maisha haya yana ukomo. Daudi katika Zaburi anaandika, ile Zaburi ya 90, anasema miaka yetu ni miaka 70, na kama mtu ana nguvu basi 80. Hiyo ndio miaka ya mtu kujitambua na kuweza kufanya anachoweza kufanya. Maana yake maono yote ya mwanadamu huwa yanaishia miaka 70. Hakuna mtu mwenye umri wa miaka zaidi ya 70 ambaye anaweza kuwa na mpango kwamba sasa hivi nataka nijipange miaka 5 ijayo ninunue seli 2. Hayo maono yanakuwa yamejifuta. Miaka 70 na kuendelea ni miaka ambayo mtu anaanza kula au kufaidi matunda aliyoyachuma wakati akiwa mzee na hata wakati akiwa kijana na akiwa mtu mzima. Matunda yake anayala huko kwenye uzee. Ndiyo maana usipokazana kufanya kitu chochote kwenye maisha haya, kwenye umri huu, unakuja umri ambao hutafanya chochote isipokuwa kitakacho kuwezesha kuishi. Ni nini ulikiandaa? Ni nini ulikitengeneza? Kwa hiyo tuna umri wa kutengeneza mambo ya maisha haya. Sasa Daudi wakati anaandika miaka 70, na leo hii nafikiri itakuwa miaka ya nguvu imepungua sana. Yawezekana sasa hivi miaka ya mtu kuweza kufanya chochote labda mwisho ni miaka 50. Hata wamama wengi naona wanaozaa akifikisha miaka 50 ni nadra sana kubeba mimba na kwenda kujifungua. Si hivyo? Wanatokea lakini wachache. Miaka kuanzia 50 walio wengi wanakoma hata kuzaa. Maana yake nguvu zimefanya nini? Kwanza, miongoni mwa vitu ambavyo vinawabana sana wazee ni kuwa na usingizi usiokuwa na utaratibu. Uzee unakuja na usingizi usiokuwa na utaratibu. Yaani unaweza kusinzia popote, saa yoyote, mahali popote. Kwa hiyo ninachozungumza ni uvuvi, lakini nakueleza Mungu ametuita kwa kusudi gani. Ametuita ili sisi tuwe wavuvi, tuwe wavuvi wa watu. Maana ya uvuvi ni kuwahubiria watu habari njema za Yesu Kristo ili waje kwa Yesu. Namba moja, wapate uzima wa milele. Tumaini la kuurithi uzima wa milele. Tumeitwa, wito wetu namba moja, tukaurithi uzima wa milele. Kwa hiyo ni afadhali ukose kitu chochote duniani, lakini uwe na uhakika wa kuingia mbinguni. Sema amina. Sema amina. Na
hautakosa kitu kama utamcha Mungu. Kama utasimama na Mungu, hautakosa kitu. Lazima Mungu, kama ni maisha mazuri, ukiokoka Mungu lazima akupe maisha mazuri. Sema amina. Hatujaokolewa tuwe na maisha ya ovyo ovyo. Ndio maana huwa ninasisitiza siku zote, unapookoka mambo matatu ni ya lazima. Mambo matatu ni ya lazima. Kabla ya mengine yote matatu lazima uyazingatie. Na hilo ni agizo, na hiyo ni amri. Sio kwa watu wengine, ila wa hapa. Wengine hata wakiacha, lakini wa hapa lazima kuzingatia mambo matatu. Jambo la kwanza ni lazima uvae vizuri. Lazima uvae vizuri. Maana mavazi mazuri ya gharama yametengenezwa kwa ajili ya watu, na watu ni sisi. Tena sisi ni zaidi ya watu. Sisi ni watoto wa Mungu. Sema amina. Tukiwa watoto wa Mungu ni lazima tupendeze. Amen. 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 Wangapi wananielewa? Najua wavivu wa kuvaa ni wanaume. Mwanaume analizika na suruali moja, ametosha. Wewe uliyeko hapa, mwambie mume wako, mchungaji amesema hivi, lazima mimi na wewe tupendeze, tuvae vizuri. Jambo la pili, haya ni mambo ya lazima. Ni lazima kulala mahali pazuri. Hakikisha unakuwa na kitanda kizuri. Hakikisha unakuwa na godoro zuri. Kuokoka ni kupata akili njema, ni kuyabatilisha mambo manyonge na kwenda kwenye mambo mazuri, kwenye maisha bora. Haleluya. Kuokoka sio roho tu, tunaokoka na mwili pia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lazima tuwe na maisha bora. Namba 3, lazima kula vizuri. Kwa nini tule vizuri na kwa nini haya? Biblia inasema hivi, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu, na mtu akiliharibu hilo hekalu, Mungu atamharibu mtu huyo. Hii miili sio ya kwetu, tumeazimwa na Mungu. Ni udongo Mungu ametutengenezea. Tumeazimwa huu udongo kwa muda, tuutunze. Maana yake tuhakikishe huu udongo unavaa vizuri, unakula vizuri, unalala pazuri, kabla haujarudi kwenye nyumbani kwao kwenye udongo mwenzie. Usije ukaenda kutushitaki na kutulaumu kwamba mimi huko duniani niliishi vibaya. Na mambo haya yanawezekana. Kwa nini? Mungu ametupa mikono, Mungu ametupa nguvu, Mungu ametupa akili. Wewe ukiwa na mikono, wewe ukiwa na nguvu, wewe ukiwa na akili, wewe ni tajiri. Matajiri tupunge mikono.